Kwa majina naitwa Arif Hakim, ni mwenyekiti wa CCM kata ya Magole. Kiongozi mwenye dhamana yako katika chama tawala cha Mapinduzi, kutokana na hii athari au tukio lilojitokeza jana, unalipi la kuieleza jamii? Kiukweli jana tumekutwa na mvua ambayo kwenye umri wangu mimi sijawahi kuiona. Ni mvua ya kama dakika 20, lakini ilikuwa mvua yenye upepo mkali sana. Mvua ya mawe. Kama ulivyosikia wenye vitu wa vijiji wamejieleza hapa, imepatikanika athari ya kubomolewa kwa baadhi ya nyumba. Ndio. Athari gani nyingine kubwa ambayo nyingine imejitokeza licha ya mapaa kuezuliwa na baadhi ya watu wengine kupata majeraha? Athari ni kwamba tumepita kwenye hizo nyumba zote ambazo zimetajwa na wenye vitu wa vijiji 155 Magole, lakini Magole B nyumba 91. Ndio. Hali sasa hivi ya maisha kwa hapa kijijini ni ngumu. Mtu unapoona amebomokewa nyumba mabati kama hiyo ambayo mnaiona hapo, thamani ya kuirudisha na mzee anavyoonekana umri wake ni itamchukua muda mrefu kurudi katika hali yake ya kawaida. Ndio. Lakini pia vyakula ambavyo wananchi walihifadhi kwa ajili ya kujikimu, unakuta vimeroana vingine na mingine hata kuharibika kwa ajili ya kukutwa na maji. Kwa hiyo hizo zote ni athari, lakini pia kuna baadhi ya wananchi wamekutwa na mabati ambayo yalikuwa yaking'oka kwenye nyumba, yakiwa yanazagawa juu kwa ajili ya upepo, yamewakatakata, wengine wako hospitali. Ndio. Hizo zote sisi tunachukulia ni athari. Viongozi wetu wa serikali katika serikali yetu sikivu, taarifa hii wamechukuliaje? Kwa upande wa serikali, toka jana tumetoa taarifa. Jana tulikuwa na afisa tarafa hadi saa 3 usiku, lakini pia haitoshi, leo asubuhi amefika hapa DC wa wilaya ya Kilosa ndugu yetu Shaka, akiongozana na timu ya mkurugenzi na wasaidizi wake, lakini Shaka amekuja na kamati ya ulinzi na usalama. Tumekagua kama mlivyoona nyewe waandishi, tumezuria naye kwenye baadhi ya nyumba, na baada ya hapo watafika wataalamu zaidi ili kupita na kutathmini kuona tumeharibikiwa kwa wananchi wetu kwa kiwango gani, kwenye gharama ya fedha, kama ni fedha wameharibikiwa kwa kiwango kipi. Kufuatia hili hakuna hujuma zozote ambazo zimejitokeza? Hujuma zipo kwa baadhi ya wananchi ambao tumeongea nao. Kuna wengine unakuta wanakuambia sola zimeibiwa, wengine wanaiba mabati. Hizi matukio kama hayo yametokea, yapo. Kwa hiyo tunazidi kuendelea kuwahimiza wananchi kulinda mali zao, lakini pia kuwasaidia hata wale ambao hawana maeneo ya kuishi kwa wakati huu waweze kupata maeneo ya kuishi, ili tuone ni jinsi gani tunaweka mambo sawa. Kuna lolote la kuongezea, labda tahadhari kwa wananchi hii na hii kutokana na kujitokeza kwa hili ambalo limejitokeza? Tahadhari ni kwamba sasa hivi tunavyoongea ni kwamba kuna waya za umeme ziko chini. TANESCO imeshatuambia viongozi kuwa tuendelee kuhamasisha wananchi wetu, ikiwepo pamoja na watoto, kuwa wasiguse waya ambazo ziko chini, japo wao wamekata umeme. Ndio. Huko akiendelea na zoezi la kurekebisha ili kuturudishia miundombinu ya umeme. Lakini pia kingine, wananchi, naona kuna somo tumepata kwenye ujenzi. Natakiwa kujenga kwa umakini zaidi, kwa sababu nyumba nyingine ukiangalia uwezekaji umekuwa hafifu kutokana na hali ya kimaisha. Lakini hii sasa tufanye kama somo kwenye serikali yetu ya awamu ya 6 ya mama yetu Samia Suluhu Hassan, waangalie kupunguza gharama za ujenzi ili hao wananchi wa kawaida waweze kukimu kupata mabati yanayostahili, lakini pia kupaua mitindo ambayo inakula sana bati. Wananchi unakuta wamekimbia hii mipauo ya popo, lakini nyumba nyingi zilizoezuliwa ni zile ambazo zimepauliwa kwa slope. Kwa mwananchi hali ya kawaida anaona akijenga ukuta akimwaga slope anaimudu, lakini kwenye hadha kama hii tumepita nyumba nyingi zilizoezuliwa, zilizopauliwa slope, na wengi wanakimbia gharama ya bati, vifaa vile vya upauaji. Kwa hiyo kupitia hili ni somo tosha, na mimi kama mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi kata ya Magole na serikali hii ya Chama cha Mapinduzi, na uiomba serikali yetu iangalie vizuri zaidi kwenye masuala ya vifaa vya ujenzi ili kuepukana na haya mambo. Sawa. Nakushukuru sana kiongozi. Asante. Asante. Shukrani. Yeah.